Sawa sawa. Nimeanza kazi kule Timau, nimeenda kule Tigania, nimeenda kule Igembe, leo nimekuwa hapa chini, nimekuja kuanzisha ile barabara mliniambia ya kutoka kule Igochi kuja mpaka kule Mitunguu. Hiyo barabara sasa tumeweka pesa ya kutosha, tutengeneze, tuikamilishe, tuweke lami. Mimi vile vile nataka niwaambie kwamba bado tuko na barabara nyingi hapa imekwama, si ndio? Kwa muda wa mwaka mmoja mimi nimepanga, kwa sababu tulikuwa na madeni mingi, lakini sasa hiyo madeni yote nimepanga vile tutalipa, hakuna shida. Na sasa nimekuja hapa kupanga mambo ya kazi, si ndio? Hizi barabara zenu sasa, mimi najua barabara ya bypass hapa imekwama, si kweli? Hiyo barabara yenu ya bypass sasa nimeweka pesa, contractor atakuwa hapa in the next 1 month ajenge hizo barabara akamilishe. Nimeambiwa na mjumbe wenu huyo Rahim ati kuna barabara ingine inaitwa Dombe bali ingine bali hiyo. Hata hiyo ya Dombe mimi nimepangia nitatengeneza, si namna hiyo. Alafu hii barabara yenu pia tunataka kuona kama tunaweza kufanya dual carriage ndio isiwe inaleta jam hapa. Tunaelewana? Pia ameniambia kuhusu mambo ya stadium hapa. Stadium ilikamilika lakini bado iko na matatizo. Nilituma Babu na Mwamba akuja angalie akamilishe ndio vijana wa hapa waanze kutumia hiyo stadium. Tunaelewana? Hapa vile vile wamenieleza kuhusu mambo ya stima, ilikuwa imekwama ile last mile. Na nimekuja hapa leo na 1.2 billion ya watu wa Meru ya mambo ya stima, tuunganishe stima kwa manyumba 22,000 wapya. Yeye mnanielewa? Hiyo program ilikuwa imekwama, lakini sasa tumekwamua. Tunaelewana? Nimetoka saa hizi hapa milimani. Pale tumeanzisha program ya affordable houses. Na hapa pia nitarudia, nimepata ekari ingine 4 tena. Sasa nitakuja kuanzisha tena manyumba 1,000 ya Meru County hapa. Mpango yangu ni kwamba hii Meru County phase 1 tunataka kujenga nyumba 10,000. Na mimi nahitaji vijana 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Ninyi vijana wa Meru mko tayari? Mko tayari? Sisi tunakubaliana wera ni wera. Ama mnasemaje? So mimi nataka niwaambie katika hiyo program ya housing tunahitaji architect wa kuchora, tunahitaji engineer, tunahitaji quantity surveyor, tunahitaji plumber, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji electrician, hata mtu ya mkono tunahitaji. Mimi nauliza nyinyi, mtashindwa kujipanga hapo ndani? Ndio. Tunahitaji watu wengine wa kufanya kazi kwa huko kwa makampuni ya simiti. Tunahitaji wengine wafanye kazi kwa kampuni ya chuma. Tunahitaji wengine watuletee mawe na kokoto kutoka Kware. Ama mnataka tufanye namna gani? Sisi tulikubaliana wera ni wera. Ndio. Na mimi nitarudi hapa tena. Kwa hizo manyumba zote mimi nataka vijana wa dunia hii wapate kazi. Ya pili, tumekubaliana na huyu Rahim mbunge wenu huyu. Huyu Rahim tumekubaliana na yeye tunajenga ICT hubs 5 hapa North Imenti. Na tunataka kuweka kompyuta kama 1,000 kwa hizo ICT hubs 5. Na nyinyi vijana, mimi tayari nimeenda Marekani, nimeenda Ulaya, nimeenda Ujerumani, nimeenda Ufaransa na tumepata nafasi ya ajira 1,500 wa kufanya kazi kutoka hapa Kenya. Nyinyi mko tayari kwa hiyo kibarua? Ndio. Mko tayari? Wewe Rahim, kazi ya kujenga ICT hapa ni 4 months. 4 months hiyo ICT hapa iwe tayari. Mimi nitaleta internet, mimi nitaleta kompyuta, mimi niko na walimu wa kufundisha hawa vijana. Kazi yenu ni kwenda kufinya hiyo stima, muweke madola kwa mfuko. Mtashindwa? Mtashindwa na hiyo kazi? Sikizeni. Mnanielewa? For the first time, we have a plan on how to create jobs for the young people of Kenya. And I want to tell leaders, viongozi wote, wale wako judiciary, wale wako bunge, wale wako serikali, sisi wote tuungane kupanga ajira ya hawa vijana. Kwa sababu tuko na vijana mamilioni, wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma degree, lakini hawana kazi. Na ni lazima sisi tupange ajira ya hawa vijana.
Program ya housing tunataka kupanga vijana 500,000 wafanye kazi. Program ya digital jobs ile ya mambo nimesema ya ICT tunataka vijana 500,000 wafanye hiyo kazi. Na vile vile tumepanga export of labor. Kuna nchi wametuuliza ya kwamba wanataka vijana wa Kenya waende wafanye kazi Ujerumani. Watu wa Ulaya wamesema wanataka vijana wetu wafanye kazi huko. Ati mtu ya kitendawili ananiambia ya kwamba nisipange vijana waende wafanye kazi ng'ambo, ati kwa sababu wamepanga maandamano. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, utawacha kwenda kufanya kazi Ulaya uende maandamano? Hiyo ni ukumbavu mingi sana. Huyo mtu ya kitendawili nafikiri miaka yake imezidi sana, lakini ni sawa tu. Wacha tuendelee namna hiyo. Sijui kama tumekubaliana jameni. Nipange ajira hawa vijana ama nisipange? Simole niambie nipange ajira hawa vijana. Nimepanga housing, nimepanga digital jobs, nimepanga export of labor, kwa sababu hii tatizo la ukosefu wa kazi lazima tumalize.